ni tutakamatie kama minute ngapi alikonsome moto kumaliza ile bateri kwa. Hizi ni kampuni ya ambayo inaitwa Ngea Tambo Foundation. Ni kampuni ya kuzalisha mayai na kuku. Hii ni mashini inaitwa incubator. Incubator iko na kapasiti ya kukamata 19,600 mayai ama F zinaingia humu zinakuwa couvert pendant 21 jours. Na kwa hivi tuko na mradi ya kabambi ya construction ya poulailler. Tunafanikiwa kuingia kiwanja cha huko mbele kiwanja ya tatu, na kwa sasa tunatia nyumba ya urefu sana si 20 kuweka na nyumba pesa inatakuwa niveau ya senti. Tukimaliza kujenga ile nyumba alafu tukitembe ndani na moja kama sisi ndio poulailler. Kazi inaanza, hii mashine nayo inaanza kutumika sasa hivi. Sasa tuna swali kiongozi, vipi wakaaji wa Baraka na mji mzima wa teritwari ya Fizi wanaweza wakategemea nini kwa kampuni yenu na kwa hii mradi ambao mmeanza kuanzisha tayari? Ndio ndugu, ni kusema kwamba sio kwamba tu watu wa Baraka, tunataka sema watu wote wa Fizi na Baraka na Kongo yetu nzima itanufaika kwa hii mradi kwa njia gani? Itakamata kwanza watu wengi kupata makazi, sababu itatumika kwa manufaa ya watoto kwanza hapa na watu wote. Ya pili, itatuletea chakula. Nikisema chakula, mayai, itatuletea kuku, tutaziuza hapa kwa bei chini, na alafu itapunguza ile kuu ya consommation mubaki. Yaani paraporo uende uuze samaki ya bei, utakutana hapa kuku nyama ya kuku za bei chini, utakutana kule mayai kwa bei chini, unakutana kila mtu iko na haki ya kukula jinsi anataka. Tunafahamu kwamba katika mji wetu wa Baraka na tarafa mzima la Fizi watu wengi juu wapate chakula kama vile cha nyama ya kuku, tunaenda sana kwenda maeneo za Bujumbura ili tupate kuku wa kufuga sijui na wa kukula. Je, wa kuku hao wanaweza wakafugwa na watu wengine au ni kampuni yenyewe tu? Nyinyi mnafanya biashara watu wanakula au mnawapa watu wengine wafuge? Hapa swali nzuri kabisa ndugu yangu. Hii kampuni si kwamba yote itafuga. Ni kweli watu wanateseka sana kutoa kuku Burundi ambao kwa bei kali. Hapa kwetu tutazalisha kuku, itakuwa kama ni kiwanda cha kuzalisha kuku, na watu watakuwa wananunua, itakuwa kutakuwa madegree tofauti ya mafuta kidogo. Ukitaka sema mimi nitaandaa kuku kwangu, utakuja kuku kwa bei nzuri na kuku kwa wewe na kupata maelekezo jinsi utakueleza jinsi utaziishi nazo jinsi tutakutumika vizuri. Na ule watataka kupata nyama ya kuku ya kukula kuku ya kukomana atakuja kwenye kiwanja. Ndio kwa maana kiongozi, kuna swali lingine. Unaona kama sisi tumezoea sana kufuga wa kuku hao wa asili. Leo tumeona kampuni hii ambayo inaitwa sijui Fondation Ngea Tambwe imetuletea mradi mzuri zaidi sana, lakini mara mingi sisi tunafuga wanyama hawa wa kishenzi wa kiasili ambao tunawaita. Vipi hii mradi imeenda kuturidhisha, itaturidhisha kweli kweli tukinunua hawa wanyama tunaenda tukawafuga? Vipi tutapata dawa juma wanyama hawa kufuatana na hali yetu ya hewa sijui wataishi kutakuwa mafunzo kidogo ya sisi wafugaji wa asili ili tupate kujipanua katika mradi huu wenu? Ndio kutakuwa ile mafasirio zaidi sana kwa wale wateja ambao watafanya kuku. Unaona hii mashini sio ya kuku tu. Unaona hii chicken ndio kuku dendo, kuku bata. Yaani hii mashini inaweza kuchukua kila nani ya ndege unafuga hapa na inatoa mwa vile mashini. Yaani ule wote mwatakuja kama tunafungula mradi wa kuku. Tunataka tunaanza na kuku. Hii mradi utafunguka kwa wale wote watakuja na kuchukua kwetu. Yaani sisi
anaenda nufaika pia na alafu analeta wengine anafaidika na vile. Umetuhakikishia kwamba tutakuwa na nafasi ya kupata chakula kiafadhali, sijui tunakula nyama kiafadhali. Je, kuhusu malipo vipi? Watu wataweza kuja au mtu akishajiabone kama vile gisi tunasema anakuwa mteja kikamilifu, anaweza kuwa na uwezo wa kuchukua hata mkopo kidogo, anaenda akafuga, baadaye anakuja kurudisha bwana kiongozi.